Mbio za uchaguzi wa mwaka 2030 zinavyopasua vigogo wa CCM ndani ya chama hicho cha Mapinduzi, ikiwa ni chini ya miezi 12, yaani chini ya mwaka mmoja tangu uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025 ufanyike. Mjadala wa kisiasa nchini umeanza kuelekezwa kwenye uchaguzi mwingine ambao bado umebakiza takribani miaka minne kufanyika. Katika Chama cha Mapinduzi, yani CCM, wanasiasa wanazidi kuangalia nje ya uchaguzi uliopita na kujiandaa na mwaka 2030, wakati Rais Samia Suluhu Hassan anatarajia kuondoka madarakani baada ya kukamilisha mihula yake miwili inayoruhusiwa na katiba. Ingawa haijatangazwa rasmi kuanza kwa mchakato wa kumpata mgombea wake, wachambuzi wanasema kwamba harakati hizo za mapema zinaaksi hali inayojitokeza mara kwa mara katika siasa za Tanzania pale rais aliyeko madarakani anapokaribia kumaliza muhula wake wa mwisho. Waangalizi wa siasa wanasema kwamba ushindani na ushawishi kuelekea mwaka 2030 tayari unaanza kujitokeza ndani ya miundo ya vyama, ambako nafasi za uongozi, miungano ya ndani ya vyama na nguvu za kiutendaji zinatarajiwa kuwa na nafasi katika kuamua nani atakuwa na nafasi nzuri kabla ya mchakato wa uteuzi wa wagombea urais wa uchaguzi mwaka 2030. Mchambuzi wa siasa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Salbinus David, anasema kwamba Tanzania imeingia katika kipindi ambacho wanasayansi wa siasa ukielezea kama siasa za urithi wa uongozi. Nikinukuu hiki ambacho ameweza kukisema mchambuzi huyu, amesema kwamba pale inapokuwa wazi kikatiba kwamba rais aliyepo madarakani atakamilisha muhula wake wa mwisho, wanasiasa huanza kujipanga upya kwa mzunguko unaofuata wa uongozi, alisema mchambuzi huyo. Kwa mujibu wa David, anasema kwamba ushindani wa kisiasa mara nyingi huanza muda mrefu kabla ya kampeni rasmi, kwa sababu vyama na wanasiasa binafsi utafuta kujijengea ushawishi wa ndani ya taasisi zao. Nikinukuu tena maneno yake hapa, amesema kwamba michakato ya ndani ya CCM inazidi kuonekana kama uwekezaji kuelekea uongozi wa taifa wa baadaye. Anayedhibiti miundo yenye ushawishi ndani ya chama mara nyingi huwa na faida ya kimkakati wakati wa uteuzi wa mgombea urais, alisema mchambuzi huyo ambaye ni David. Hali hiyo imekifanya chama cha CCM kuwa miongoni mwa vyama vinavyofuatiliwa kwa karibu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Kwa kuwa Rais Samia Suluhu Hassan anatarajia kukamilisha muhula wake wa mwisho wa kikatiba mwaka 2030, CCM italazimika kumpata mgombea mpya wa urais kwa mara ya kwanza tangu mabadiliko ya uongozi kutoka kwa Jakaya Kikwete kwenda kwa John Pombe Magufuli mnamo mwaka 2015. Ingawa viongozi waandamizi wa chama hicho wamekuwa wakisisitiza kuwa ni mapema sana kuanza kujadili swala la urithi wa uongozi, maonyo ya mara kwa mara dhidi ya kampeni za mapema yanayoonyesha kuwa uongozi unatambua kuongezeka kwa hamu ya kisiasa kuhusu mabadiliko yanayokuja. Lakini mapema mwaka huu, makamu mwenyekiti wa CCM Bara, Steven Wasira, aliwaonya wanachama dhidi ya kuweza kuunda makundi ya kisiasa mapema, akisema kwamba tabia hiyo inakiuka misingi ya chama na kuhatarisha umoja wa Chama cha Mapinduzi. Hivi karibuni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya CCM na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, Rajabu Maganya, aliwataka wanachama wenye nia ya kuweza kugombea urais kuheshimu nidhamu ya chama. Nikinukuu maneno ambayo aliweza kuyasema hapa, akasema kwamba wanaotaka urais hawapaswi kuivuruga CCM.
maslahi ya chama na taifa lazima yatangulie mbele ya tamaa binafsi. Mwisho wa kunukuu. Pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba pia aliwaonya wanasiasa dhidi ya kuanza kuelekeza nguvu zao kwenye uchaguzi ujao badala ya vipaumbele vya maendeleo, huku akikosoa jitihada za kuweza kuingiza masuala ya ukabila na dini katika mijadala ya kisiasa. Mjadala kuhusu urithi wa uongozi ulifika pia bungeni wakati mbunge Tungu Simai Mohamed Saidi aliporejelea mfano wa kikabila wa Yuda alipokuwa akionya kuhusu kile alichokiita usaliti ndani ya chama tawala. Kauli hiyo ilitafsiriwa na baadhi ya wachambuzi wa siasa kuwa ishara inaongezeka kwa ushindani ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mchambuzi wa siasa Dr. Baraka Mfinanga anasema kwamba kuongezeka kwa shughuli za kisiasa hakupaswi kuonekana kuwa ni jambo lisilo la kawaida, kwa sababu maandalizi ya uchaguzi huanza miaka kadhaa kabla ya wananchi kuweza kurejea kwenye vituo vya kupiga kura. Nikinukuu maneno yake hapa, amesema kwamba vyama vya siasa vipo kwa ajili ya kuweza kushindania madaraka ya serikali kwa njia ya kidemokrasia. Hivyo ushindani wa uongozi hauwezi kuepukika. Hata hivyo, wapiga kura pia wanatarajia vyama viendelee kujadili maendeleo ya uchumi, huduma za umma na utawala badala ya kuweza kujikita muda wote katika siasa za ndani. Alisema hivyo Mfinanga. Lakini kwa mujibu wake amesema kwamba changamoto kwa vyama vya siasa ni kusimamia tamaa za uongozi huku vikilinda utulivu wa taasisi hiyo. Nikimnukuu tena hapa, amesema kwamba vyama imara si vile visivyo na ushindani, ni vile vinavyoweza kusimamia ushindani bila kuruhusu kuharibu umoja na kuathiri uaminifu wa taasisi. Pia Dr. Mfinanga anasema kwamba miaka ijayo itakuwa ni kipimo cha uwezo wa vyama vya siasa nchini kusimamia mabadiliko ya uongozi kupitia michakato ya kidemokrasia badala ya kutegemea uaminifu kwa watu binafsi. Amesema kwamba ingawa siasa za urithi wa uongozi haziwezi kuepukika, vyama vinapaswa kuhakikisha ushindani wa ndani hauzuii ajenda zinazowahusu wananchi, ikiwemo maendeleo ya kiuchumi na huduma za umma na utawala. Lakini pia David amesema kwamba na akaonya kuwa mapambano ya mapema ya urithi wa uongozi yanaweza kugeuza umakini wa vyama kutoka kwenye majukumu yao mapana ya kisiasa. Lakini pia akasema kwamba pale mijadala ya urithi ya uongozi inapoanza mapema sana, vyama hususan CCM vinaweza kutumia nguvu nyingi zaidi katika kusimamia migogoro ya ndani kuliko kuandaa sera mbadala au kuimarisha taasisi za demokrasia. Ushindani wenye afya unatarajiwa, lakini haupaswi kufunika masuala ya utawala. Amesema hivyo Bwana David. Lakini mchambuzi wa siasa kutoka katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, Ali Makame Hussi, anasema kwamba vyama vyote vikuu hukabiliwa na changamoto za kiutendaji vinapojiandaa kwa mabadiliko ya uongozi. Nikimnukuu hapa kile alichokisema Bwana Hari, anasema kwamba ni jambo la kawaida kabisa kwa wanasiasa kuweza kufikiria kuhusu siku zijazo. Kila chama cha siasa lazima kiandae viongozi wa baadaye. Changamoto hujitokeza pale siasa za urithi zinapoanza kudhoofisha nidhamu ya taasisi au kuunda makundi ya kudumu. Mwisho wa kunukuu. Amesema kwamba vyama vya upinzani pia vinafanya marekebisho ya ndani vinapojiandaa kwa mzunguko unaofuata wa kisiasa. Nikimnukuu hapa, amesema kwamba hakuna chama kilicho salama dhidi ya hali hiyo, iwe ni chama tawala au chama cha upinzani. Kila taasisi inayokaribia mabadiliko makubwa ya uongozi
lazima isawazishe nia halali za kisiasa na utulivu wa taasisi. Mwisho wa kunukuu. Lakini kwa Profesa Ussi anasema kwamba ushindani wa uongozi wenyewe si tatizo. Anasema kwamba mtihani halisi ni uwezo wa vyama kuweza kusimamia mabadiliko ya uongozi kupitia mifumo iliyo wazi na kuweza kuheshimu kanuni zao za ndani. Nikinukuu hapa ambacho ameweza kukisema, amesema kwamba taasisi imara hupimwa wakati wa mabadiliko ya uongozi. Vyama vikifuata katiba zao na taratibu za ndani kwa uaminifu, ushindani wa uongozi unaweza kuimarisha demokrasia badala ya kudhoofisha. Mwisho wa kunukuu. Na hapo ndipo tunapotamatisha kile ambacho kwa tunakusogezea kuhusiana na ambavyo uchaguzi kuelekea mwaka 2030 unavyowapasua vigogo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kabla hatujakuacha, naomba nikusogezee baadhi ya maoni ya wadau hapa, alafu nitakuacha na wewe uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Huyu ni Thomas. Thomas anatuambia kwamba wanasiasa wengi wa Tanzania matamanio yao ni kuingia Ikulu. Wanadhani kwamba kuichukia CCM na chuki hiyo kuihusisha kwa vijana wala chipsi wa mijini, wakidhani kwamba ndiyo njia ya kuweza kuingia Ikulu, ni kujidanganya. Imebaki miaka minne tu bila kushawishi wakazi wa vijiji wala ugali ambao ndio wapiga kura wengi kuingia Ikulu ni ndoto. Watu wa vijijini sasa wanaona ahueni ya maisha yao, mfano usafiri, tiba, elimu, nishati, maji na kadhalika. Wanahitaji ushawishi wa ziada kuweza kuacha kuipigia kura CCM iliyowapa ahueni hiyo. Sasa huyo amemaliza kutoa maoni yako, lakini kuna Deo naye akaja kutoa maoni yake akisema kwamba wanadhani uchaguzi ujao itakuwa wa maigizo kama wa 2025. Hakutakuwa na nyinyi wala nyinyi zitakuwepo. Kama hazitokuwepo kwa sauti za watu, basi itakuwa kwa ndege na wanyama wengine. Huyo ni Deo anawaambia hivyo, kama wanadhani kwamba hakutokuwepo na nyinyi, basi wajue kwamba zitakuwepo. Lakini hapa mtu mwingine na ni wa mwisho ni Hussein. Hussein akasema kwamba tunapohitaji katiba mpya, huu mfumo wa demokrasia tufute, nchi irudi kwa JKT. Haiwezekani ndani ya mwaka mmoja wa uchaguzi watu wanaanza kupiga hesabu za mwaka 2030. Wanajali vyama vyao, maslahi yao na si kuhudumia wananchi. Huo mfumo haufai kabisa. Wenzetu China wako bize na maendeleo, sisi tuko bize kuweza kugombana kisa demokrasia na kumaliza pesa kwa mabilioni kuweza kugharamia chaguzi, tuweze kupata kiongozi mzalendo chini ya JKT. Tumpe nchi atawale kwa miaka 20, tuone kama tutakuja kugombana na maendeleo yatakuwa kwa kasi mno. Huyo ni Bwana Hussein ameweza kutoa maoni yake, na yeye ndiye ameweza kutufungia upande wa maoni hayo. Sasa tuachie maoni yako na wewe utuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.